Samuel alikuwa kijana mcha Mungu sana, mwenye heshima na moyo wa upendo. Tangu akiwa kijana mdogo alikuwa na bidii kubwa katika kumtumikia Mungu, na kila mtu kijijini alimtambua kwa imani yake thabiti. Alipooa mke wake Diana, walijenga ndoa yao juu ya msingi wa maombi na heshima kwa Mungu. Waliishi mjini wakiwa na mtoto wao mdogo aitwaye John, mwenye umri wa miaka 2, mtoto mchangamfu na mwenye tabasamu lisiloisha. Kila Jumapili, familia hiyo ilikuwa ya kwanza kufika kanisani. Walisali pamoja, waliimba nyimbo za sifa kwa shangwe, na hawakuwahi kukosa kutoa sadaka. Kwao, kanisa halikuwa sehemu ya kwenda tu, bali lilikuwa sehemu ya furaha, faraja na amani ya kweli. Diana alipenda sana kusaidia katika shughuli za kanisani, iwe ni kusafisha, kupika kwa ajili ya mikutano, au kuwahudumia wagonjwa. Samuel, kwa upande wake, alikuwa mwanakwaya na pia mshauri wa vijana wa kanisa. Mchungaji wa kanisa lao, Mchungaji Michael, aliwapenda sana. Aliona ndani ya familia hiyo nuru ya Mungu iking'aa. Mara kwa mara alikuwa akitembelea nyumbani kwao, kuwaombea na kuwashauri kuhusu ndoa na imani. Nyumba ya Samuel ilikuwa mfano wa upendo na amani. Watu wengi waliwatazama kama familia kamilifu, familia yenye heshima na hofu ya Mungu. Usiku mmoja baada ya ibada, Mchungaji Michael aliwaambia, "Mnapaswa kuendelea kusimama imara, maana shetani hapendi familia kama yenu." Samuel na Diana waliitikia kwa imani, bila kujua kwamba maneno hayo yalikuwa unabii wa mapambano makubwa yaliyokuwa yakiwakaribia. Baada ya miaka kadhaa bila kumwona mwanawe, Mama Samuel aliamua kusafiri kutoka kijijini kwenda mjini kumsalimia. Alikuwa mwanamke wa makamo, mwenye nguvu na sura iliyojaa hekima ya maisha. Alifunga safari mapema asubuhi kwa basi dogo lililokuwa likielekea mjini, akiwa amebeba mkoba mkubwa uliojaa zawadi za kijijini, viazi vitamu, maharage na unga wa mhogo aliokoboa mwenyewe. Moyoni alikuwa na furaha kubwa ya kwenda kumwona mtoto wake na mjukuu wake mpendwa, John. Safari haikuwa rahisi. Barabara zilikuwa na vumbi na jua lilikuwa kali, lakini hamu ya kumwona familia yake ilimpa nguvu. Kila alipofika kituo, alikuwa akiwaza uso wa mwanawe Samuel, kijana ambaye daima alikuwa fahari yake. Alikumbuka tangu akiwa mtoto mdogo, akimfuata kila mara shambani, akiwa na moyo wa huruma na upendo. Alipofika mjini jioni, alishangazwa na mwangaza wa taa, magari mengi na kelele za mji mkubwa. Haikuwa rahisi kwake, kwani alikuwa amezoea utulivu wa kijiji. Alifika nyumbani kwa mwanawe, akagonga mlango kwa tabasamu. Wakati mlango ulipofunguliwa, Diana alitoka kwa furaha na kumkumbatia kwa heshima. "Karibu mama," aliita kwa sauti ya upole. Samuel naye alitoka haraka sebuleni, akapiga magoti kumsalimia mama yake. Walikumbatiana kwa furaha na machozi ya upendo. John, yule mtoto mdogo, alikimbia kwa furaha huku akipaza sauti, "Bibi! Bibi!" Mama alicheka kwa furaha na kumuinua mjukuu wake juu, akimbusu kwa upendo. Usiku huo, walikaa pamoja wakipika chakula cha jioni, wakipiga hadithi na kucheka. Mama alihisi amani na furaha moyoni mwake. Siku zilizofuata baada ya Mama Samuel kuwasili mjini zilijaa furaha na upendo. Nyumba ya Samuel ilijaa harufu ya chakula kitamu na sauti za vicheko. Diana alimkaribisha mama mkwe wake kwa moyo wa dhati. Kila asubuhi walikuwa wakiamka pamoja mapema, wakiandaa chai ya maziwa na maandazi, wakiongea kwa upole kama mama na binti waliokutana baada ya muda mrefu. Mama Samuel alikuwa mkarimu na mwenye busara. Alimsaidia Diana katika kazi nyingi za nyumbani, na mara nyingi alimwambia, "Binti yangu, mwanamke akitaka amani katika nyumba, lazima awe mpole na mwenye hekima." Maneno hayo yalimvutia Diana sana, akahisi amepata mama wa pili. Samuel, kwa upande wake, alifurahia sana kuona mama yake na mke wake wakiishi kwa upendo na maelewano. Aliona ni baraka kubwa kwa familia yake, hasa kwa vile mama yake hakuwa amekuja kwa muda mrefu. Mara nyingi alikaa nao sebuleni, wakipiga stori za kijijini, huku Diana akipika chakula kitamu chenye harufu nzuri kilichojaza nyumba nzima. Mama Samuel hakuchelewa kuzoea maisha ya mjini. Alimpenda mjukuu wake John sana, na kila jioni alikuwa akimwimbia nyimbo za jadi za kijijini kabla ya kulala. Hilo lilimfurahisha Diana, kwani alikuwa na muda zaidi wa kupumzika baada ya kazi. Kadri siku zilivyozidi kwenda, urafiki wao ulizidi kuimarika. Walianza kufanya mambo mengi pamoja, kwenda sokoni, kupika, hata kusali nyumbani. Diana alianza kumuona mama mkwe wake kama rafiki wa kweli.
Alimwamini, alimhadithia mambo mengi ya ndani ya ndoa yake, bila kujua kuwa nyuma ya tabasamu la upole wa Mama Samuel kulikuwa na siri nzito iliyofichwa. Siku ziliendelea kupita, na maisha ya Samuel na familia yake yaliendelea kwa utulivu. Hata hivyo, ndani ya utulivu huo, Mama Samuel alianza kubadilika kidogo kidogo. Alianza kuwa na maongezi ya ajabu na Diana, hasa wakati Samuel akiwa kazini. Kwanza, maneno yake yalionekana ya kawaida, yakihusu maisha na changamoto za ndoa. Lakini baadaye, alianza kuzungumza mambo ya ajabu ambayo Diana hakuwahi kuyasikia. Siku moja jioni, wakiwa jikoni, Mama Samuel alimwangalia Diana kwa macho ya upole kisha akamwambia, "Binti yangu, dunia hii si ya wale wanaosali tu. Wapo wanaopata mafanikio kwa njia nyingine, njia za siri ambazo wengi hawazijui." Diana alicheka kidogo, akidhani ni utani. Lakini mama mkwe wake aliendelea kwa sauti ya chini, "Nimekuwa nikiona namna unavyohangaika, unaomba lakini maisha hayabadilika. Kuna njia rahisi ya kupata nguvu, heshima na mali." Diana alinyamaza, macho yake yakionyesha mshangao. "Mama, unamaanisha nini?" aliuliza kwa tahadhari. Mama Samuel akainama karibu naye, akamshika mkono na kusema kwa sauti ya siri, "Nataka nikuonyeshe siri ambayo imenisaidia tangu zamani, siri ya kupata nguvu kupitia ulimwengu wa roho." Diana alishtuka. "Mama, hayo ni mambo ya wachawi. Mimi siwezi kujihusisha nayo. Hayo ni dhambi mbele za Mungu," alijibu kwa hofu, akijaribu kuondoka jikoni. Lakini mama mkwe wake alimtuliza kwa upole, akimshika mkono tena. "Usiogope mwanangu. Hii si uchawi mbaya. Ni njia ya kujilinda na kupata baraka. Watu wengi wanajua lakini hawasemi. Ukijua siri hii, utaweza kumlinda mume wako na mtoto wako. Hata watu wabaya hawawezi kuwadhuru." Diana alihisi moyo wake unachanganyikiwa. Maneno ya mama mkwe wake yalionekana kuwa na maana fulani. Alikuwa amekuwa akiona kweli maisha yao hayakuwa rahisi. Mume wake alifanya kazi sana, lakini kipato kilikuwa kidogo. Mara nyingi walikuwa wanakosa baadhi ya mahitaji. Alijikuta akiwaza, labda kweli mama mkwe anamaanisha kitu kizuri. Mama Samuel aliendelea kumnong'oneza taratibu, "Usiogope mwanangu. Na kuahidi hutadhurika. Nitakuwa nawe. Tutaanza kidogo tu, ili ujione mwenyewe. Hutaamini matokeo yake." Diana alitetemeka kidogo, akijaribu kujizuia, lakini nguvu za maneno ya mama mkwe wake zilianza kumpenyeza ndani ya moyo wake. Alikuwa amemwamini mama huyo, amemchukulia kama mama yake mwenyewe. Angewezaje kumdhania vibaya? Usiku huo, alilala akiwa hajatulizana. Alipofumba macho, alihisi kama kuna sauti ikimwambia, "Jaribu, haitaumiza." Alipoamka alfajiri, mama mkwe wake alikuwa tayari sebuleni, amevalia kanga nyeusi, akiwa ameshika kikapu kidogo. "Mwanangu," alisema kwa sauti ya upole, "leo jioni njoo chumbani kwangu. Nimekuandalia kitu cha kukusaidia." Diana alijisikia hofu na shauku vikigongana. Alijaribu kuomba, lakini moyo wake haukutulia. Alifikiria kumwambia Samuel, lakini akaogopa kumuumiza au kumfanya amchukie mama yake. "Nitangoja nione kwanza," aliwaza kwa sauti ya chini. Usiku ulipowadia, anga lilikuwa kimya, upepo mdogo ukivuma dirishani. Nyumba nzima ilikuwa imelala, Samuel akiwa kitandani na mwanaye John amelala chumbani kwake. Diana, akiwa hajatulizana, alijikuta akiinuka taratibu kutoka kitandani. Kilio cha ndani kilimwambia asiende, lakini nguvu fulani zisizoeleweka zilimvuta. Alivaa kitenge cha giza na kutembea taratibu kuelekea chumba cha mama mkwe wake. Alipofika, aligonga mlango kwa hofu. "Ingia mwanangu," sauti ya mama Samuel ilisikika kwa upole, lakini yenye mamlaka. Ndani ya chumba kulikuwa na mwanga hafifu wa mishumaa mitatu. Sakafuni palikuwa na alama za ajabu zilizochorwa kwa unga mweupe na damu ya kuku. Harufu ya moshi wa ubani na dawa za kienyeji ilijaa hewani. "Leo," mama Samuel alianza kwa sauti ya chini, "utajifunza kuona ulimwengu wa roho. Hapa ndipo nguvu zinapoanzia." Alitoa chungu kidogo cha udongo, akachanganya vitu fulani ndani yake, unga wa kahawia, mafuta meusi na vipande vya majani yaliyokaushwa. "Hii ni dawa ya macho ya kiroho," alisema huku akimpaka Diana usoni kidogo. Diana alihisi baridi kali ikipenya mwilini mwake. Ghafla, macho yake yalifunikwa na giza,
kisha akaanza kuona kama moshi unazunguka ndani ya chumba. Alitetemeka, lakini mama mkwe wake alimshika mkono akamwambia, usiogope, hiyo ndiyo nguvu inaanza kukukaribia. Mama Samuel alianza kuimba maneno ya ajabu kwa lugha ambayo Diana haikuiweza kuelewa. Mishumaa ilianza kuwaka kwa moto mrefu wa bluu na hewa ikawa nzito. Baada ya muda mfupi, Diana alianza kuona picha. Akajiona kama anatoka mwilini mwake, akielea juu ya paa la nyumba. Alipogeuka, alimwona Samuel amelala usingizi mzito, akiwa hana habari na yanayoendelea. Leo tutamwangia Samuel, alisema mama kwa sauti ya chini. Si vibaya, ni kumjaribu tu ili ujue una nguvu. Diana akashtuka, lakini mama, si ni mume wangu? Mama akatabasamu kwa ujanja, ndiyo mwanangu, lakini lazima ujifunze. Ukimwangia mtu wa karibu kwanza, roho zinakukubali haraka. Diana alijikuta akitii. Walipoanza matendo yao ya kichawi, upepo mkali ulivuma nje ya nyumba. Mishumaa ilitingishika, na ndani ya macho ya Diana palionekana miali ya nuru nyeusi. Aliona kama anaelea juu ya mwili wa Samuel, akimsikia akikoroma kwa uzito. Mama mkwe wake alimwambia, sasa toa neno moja tu moyoni, niongeze nguvu. Alipofanya hivyo, akahisi nguvu ikipenya mwilini mwake. Alitetemeka, lakini ndani ya hofu hiyo kulikuwa na furaha isiyoelezeka. Alijisikia mwepesi, mwenye uwezo, kana kwamba anaweza kufanya chochote alichotaka. Baada ya muda, mama Samuel akasema, sasa rudi mwilini mwako. Walipomaliza, mishumaa ilizimika yenyewe. Diana alikaa kimya, akihema kwa nguvu. Umeona? Mama aliuliza kwa tabasamu la kishetani. Hizo ni nguvu zako za kwanza. Kuanzia leo, utakuwa na macho ya kuona mbali, utajua siri za watu. Diana hakujua alichohisi. Hofu ilichanganyika na furaha ya ajabu. Aliporudi kitandani kwa Samuel, alimwangalia mume wake kwa upendo na woga kwa wakati mmoja. Alijua amevuka mpaka ambao hawezi kurudi kirahisi. Lakini moyo wake ulianza kutamani zaidi. Alitaka kujua nguvu zaidi, kuona zaidi na kufanya zaidi. Ndani yake, mbegu ya uchawi ilikuwa imeshamea. Baada ya usiku wa kwanza wa kuanga, maisha ya Diana yalianza kubadilika taratibu. Alihisi kuwa na nguvu za ajabu ndani yake, akili yake ikawa nyepesi uliuli, na mara nyingi alihisi kama anaweza kusikia watu wakiongea hata wakiwa mbali. Mama Samuel alimwangalia kwa tabasamu la kuridhika. Sasa umeanza, alimwambia kwa sauti tulivu. Lakini safari yako bado haijakamilika. Lazima uingizwe rasmi kwenye mkutano wa wachawi. Siku chache baadaye, walitayarisha kila kitu. Usiku ulipowadia, Diana alivaa kaniki nyeusi, huku mama mkwe wake akiwa amevalia nguo nyeusi yenye alama za ajabu kifuani. Walitoka kimya kimya nje ya nyumba. Walienda mpaka pembezoni mwa mji, eneo lililokuwa na miti mikubwa na mwanga hafifu wa mwezi. Walipofika, Diana alishtuka kuona kundi la wanawake na wanaume wakiwa wamekaa kwenye duara, kila mmoja akiwa amebeba kibuyu kidogo. Katikati ya duara kulikuwa na moto uliokuwa ukiteketeza vitu vya ajabu, manyoya, dawa na damu ya wanyama. Moshi mzito ulipaa juu na sauti za nyimbo zisizoeleweka zikaanza kujaa hewani. Mama Samuel alimshika mkono Diana na kumpeleka katikati ya duara. Leo tunamkaribisha binti mpya, alisema kwa sauti ya amri. Wale waliokuwa wameketi wakaanza kumzunguka, wakiimba maneno ya kichawi. Diana alihisi mwili wake ukitetemeka, lakini ndani yake alihisi kitu cha ajabu, nguvu ikijaa ndani yake, kana kwamba roho fulani inamwingia. Baada ya muda, kiongozi wa kundi hilo, mwanamke mzee mwenye macho mekundu, alileta chungu kidogo. Ndani yake kulikuwa na kitu kilichofanana na nyama iliyokaangwa, lakini yenye harufu isiyo ya kawaida. Hii ni sadaka yako ya kwanza, alisema kwa sauti nzito. Ukila, unakuwa mmoja wetu. Diana alihisi moyo wake ukipiga kwa kasi, macho yake yakimtazama mama mkwe wake. Mama alimnong'oneza, kula mwanangu, ndiyo mwanzo wa baraka zako. Bila kujua nguvu gani zilimvuta, alichukua kipande na kukila. Ladha yake ilikuwa ya ajabu, si kama nyama yoyote aliyowahi kula. Ghafla macho yake yakabadilika, akaanza kuona picha za ajabu, kama watu wanapotea gizani na sauti zikilia mbali. Alipomaliza, wale wachawi walishangilia, wakimkaribisha rasmi katika dunia yao ya giza. Moto ulizidi kuwaka, wakacheza na kuzunguka huku wakicheka kwa sauti za ajabu.
Diana alijikuta akicheka nao, akicheza nao, akihisi furaha ya ajabu, furaha ya giza. Usiku huo alirudi nyumbani akiwa amechoka, lakini mwenye furaha isiyoelezeka. Alilala kwa usingizi mzito, akiwa na ndoto za damu na sauti za watu wakilia pea, lakini ndani ya ndoto hizo kulikuwa na utamu wa ajabu uliomfanya asitake kuamka. Tangu siku hiyo, Diana hakubaki yule yule tena. Alianza kupenda mikutano hiyo, alitamani kila usiku ufike ili aende tena. Ulimwengu wa giza ulikuwa umemvuta kikamilifu, na roho yake ilianza kupotea polepole. Miezi michache ilipita tangu Diana aingie kwenye vikao vya wachawi. Maisha ya nyumbani yakaanza kubadilika kwa utaratibu usio wa kawaida. Samuel alianza kugundua mabadiliko makubwa kwa mke wake. Yale mapenzi na furaha aliyokuwa nayo awali yalikuwa yakipotea taratibu. Diana sasa hakuwa tena yule mwanamke mwenye tabasamu na bidii ya maombi. Mara nyingi alikaa kimya, akitafakari mbali, na wakati mwingine alikuwa na hasira zisizoelezeka. Kila Jumapili asubuhi, Samuel alipomwambia, "Mke wangu, tujiandae twende kanisani," Diana alitoa visingizio vya ajabu. "Leo nimechoka sana mume wangu, nitaomba nyumbani," au "Mtoto ana homa kidogo, wewe nenda mwenyewe." Mwanzoni Samuel alielewa, lakini siku zilivyozidi kwenda, visingizio hivyo viliongezeka. Mara nyingine hata wakati wa maombi ya familia, Diana aliomba kwa sauti dhaifu, macho yake yakiwa hayana ule moto wa zamani. Samuel alijaribu kumuuliza kwa upole, "Mke wangu, kuna nini kimekufika? Mbona siku hizi huna hamu ya kusali kama zamani?" Diana alimwangalia kwa macho makavu, akasema kwa haraka, "Ni uchovu tu Samuel. Wacha nipumzike kidogo." Usiku mmoja Samuel aliingia sebuleni akiwa amerudi mapema kutoka kazini. Akamkuta mke wake amekaa gizani bila kuwasha taa, akitazama hewani kana kwamba anaona kitu kisichoonekana. Alipomuuliza, "Diana, unafanya nini gizani?" Alishtuka kidogo na kujifanya kucheka. "Nilikuwa na mawazo tu." Lakini Samuel alihisi kuna jambo lililofichika. Kila siku, hofu ilianza kumuingia taratibu. Alihisi kuna kitu kibaya kinachoendelea, kitu kisicho cha kawaida. Upendo kati yao ulianza kupoa, na nyumba iliyokuwa imejaa maombi ikaanza kuwa kimya. Baada ya muda kupita bila Diana kuonekana kanisani, mchungaji Michael alianza kuwa na wasiwasi. Kila Jumapili alikuwa akitazama upande ambao familia ya Samuel kawaida hukaa, lakini kiti chao kilibaki tupu. Alijaribu kumpigia simu Samuel, lakini mara nyingi hakuwa akipatikana mapema. Hatimaye aliamua mwenyewe kwenda kuwatembelea nyumbani, kama alivyokuwa akifanya zamani. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi jioni, jua likiwa linaelekea kutua. Alipofika alibisha hodi kwa upole. Diana ndiye aliyefungua mlango. Alipomwona mchungaji, uso wake ulionekana kuwa na mshangao, lakini haukuwa na furaha kama zamani. "Karibu mchungaji," alisema kwa sauti baridi, huku akigeuka taratibu bila hata kumwangalia machoni. Mchungaji aliingia ndani, akaketi sebuleni. Alitazama nyumba ile ambayo aliwahi kuiona ikiangaza kwa furaha na amani. Sasa ilikuwa kimya na yenye hewa nzito ya huzuni. Alimuuliza Diana kwa upole, "Binti yangu, nimekuwa sijaona kanisani kwa muda sasa. Kuna nini kinaendelea? Kuna tatizo lolote?" Diana alikunja uso kidogo, akasema kwa sauti isiyo na heshima, "Kuna mambo mengi, mchungaji. Si kila siku ni ya kanisa. Watu wanachoka pia." Mchungaji alishtuka kidogo. Sauti ile haikuwa ya yule Diana mwenye upole na heshima. Alijaribu kuendelea kwa upole, "Najua, lakini kumbuka, Mungu ndiye nguvu yetu. Ukimwacha, mambo yanaweza kuwa magumu." Diana alicheka kwa kejeli. "Mambo yangu yako sawa mchungaji. Usiwe na wasiwasi nami," alisema huku akisimama na kuanza kupangusa meza bila kujali uwepo wake. Wakati huo, Mama Samuel alipita sebuleni akitoka chumbani kwake. Alipomwona mchungaji amekaa, uso wake ulibadilika mara moja. Alimwangalia kwa macho ya ukali na kumsonya kimya kimya, kisha akaendelea kupita bila kusema neno. Lakini macho yake yalionyesha chuki isiyo ya kawaida. Mchungaji alihisi baridi ikimpitia mgongoni. Ndani ya moyo wake alihisi Roho Mtakatifu akimwonya kuwa kitu kisicho cha kawaida kimeingia katika nyumba hiyo. Alinyamaza kwa muda, kisha akasema kwa utulivu, "Basi sawa, nitawaombea. Mungu awabariki." Alipoinuka kuondoka, Diana hakujali hata kumsindikiza mlangoni.
Alikaa kimya, akitazama chini kana kwamba anaficha kitu. Mchungaji alipotoka nje, upepo mkali ulivuma ghafla na mishale ya baridi ikampiga usoni. Alijua wazi, nyumba hiyo haikuwa tena kama ilivyokuwa. Alitembea taratibu akimwomba Mungu kimoyomoyo. Bwana, kuna giza limeingia katika nyumba ya mwanao Samuel. Nionyeshe njia ya kuliondoa. Baada ya kutoka nyumbani kwa Samuel, mchungaji Michael hakupata amani moyoni. Alijua kwa hakika kuwa jambo zito lilikuwa likiendelea katika familia ile iliyowahi kuwa mfano wa imani. Usiku ule alikesha akiomba Mungu amwonyeshe ukweli uliojificha. Asubuhi iliyofuata, aliamua kumtafuta Samuel kazini kwake bila kuchelewa. Alipomkuta, Samuel alionekana mwenye uso wa kuchoka na mawazo mengi. Alishangaa kumwona mchungaji akimjia ghafla. "Karibu mchungaji," alisema kwa heshima. "Kuna tatizo?" Mchungaji alikaa chini na kumtazama kwa macho ya huruma. "Samuel, nimekuwa nikiona mabadiliko makubwa kwa familia yako, hasa kwa Diana. Haonekani tena kanisani, na hata nilipokwenda nyumbani niliona mambo ambayo hayako sawa. Unaweza kuniambia kinachoendelea?" Samuel alishusha pumzi ndefu, uso wake ukionyesha huzuni ya kweli. "Ni kweli mchungaji," alisema kwa sauti ya chini. "Diana amebadilika sana siku hizi. Si kama zamani. Hana hamu ya maombi, hataki hata kusikia mambo ya kanisa. Wakati mwingine anakuwa mkali, na mara nyingine anakuwa kama mtu anayezungumza na nafsi yake mwenyewe." Mchungaji alimtazama kwa makini. "Umejaribu kuzungumza naye kwa upole?" "Ndiyo," Samuel alijibu, "lakini kila nikijaribu, ananikatisha kwa hasira au anasema ninaingilia mambo yake. Sijui hata nifanye nini tena." Kimya kilitawala kwa muda mfupi, kisha mchungaji akasema kwa upole, "Samuel, kuna roho isiyo safi imeingia nyumbani kwako. Lakini usiogope, tutapigana vita hii kwa maombi." Samuel alimwangalia mchungaji kwa macho ya imani na hofu vikichanganyika. "Mchungaji, niko tayari kufanya chochote. Siwezi kupoteza mke wangu kwa njia hii." Mchungaji alishika mkono wake na kusema, "Basi leo usiku, nitakuja nyumbani kwako. Tutamuita Mungu ashuke mwenyewe." Usiku ulipowadia, anga lilikuwa kimya na upepo baridi ukipuliza kwa upole. Mchungaji Michael na Samuel walitembea taratibu kuelekea nyumbani kwa Samuel wakiwa na Biblia. Samuel alikuwa kimya muda wote wa safari, moyo wake ukijaa hofu na mashaka. Alijua jambo zito lilikuwa linakuja, lakini hakujua kwa namna gani lingeisha. Walipofika nyumbani, Diana alikuwa ndani ya chumba chake, huku mama Samuel akiwa sebuleni amekaa kwenye kiti. Alipowaona, uso wake ulionyesha mshangao uliochanganyika na hasira. "Mchungaji, usiku huu tena? Kuna nini?" aliuliza kwa sauti nzito. Mchungaji alijibu kwa upole lakini kwa mamlaka, "Tumekuja hapa kuomba. Roho wa Mungu anataka kuleta nuru katika nyumba hii." Mama Samuel alicheka kwa dharau. "Nuru gani hiyo usiku huu? Haya ni mambo ya upuuzi." Samuel alisimama upande wa mchungaji. "Mama, tafadhali usiingilie. Naomba tuache tuombe," alisema kwa sauti ya heshima lakini imara. Mchungaji alianza kusoma Zaburi 91 kwa sauti ya mamlaka, akimwomba Mungu kushuka na kuleta amani. Kadri alivyokuwa akiomba, upepo mkali ulianza kuvuma nje, na taa kadhaa ndani ya nyumba zikazimika ghafla. Mama Samuel alisimama ghafla, macho yake yakibadilika kuwa mekundu kana kwamba kuna kitu kinamuuma. "Acha kuharibu nyumba yangu na maombi yako," alipiga kelele huku akitetemeka. Alianza kumkaribia mchungaji kwa hasira, lakini mchungaji alinyanyua Biblia juu na kusema kwa sauti kuu, "Katika jina la Yesu, hakuna giza litakaloganda hapa." Ghadhabu ya mama Samuel ilizidi, akaingia chumbani kwake kwa hasira, lakini mchungaji hakusita. Aliendelea kuomba kwa bidii, akimkemea kila roho ya giza iliyokuwa ndani ya nyumba hiyo. Samuel naye akaanza kuomba kwa machozi, akisema, "Bwana, nifungue macho nione ukweli." Mara ghafla, kilio kikali kilisikika kutoka chumbani. Ilikuwa sauti ya Diana. Alitoka mbio akiwa anawashwa mwili mzima, akipiga kelele za maumivu. "Naungua! Naungua! Nisaidieni!" Alianguka sakafuni, akijikuna huku akilia kwa maumivu makali. Mchungaji alimkaribia, akaanza kumwombea, akisema kwa nguvu, "Kwa jina la Yesu, kila nguvu ya giza ikufungue sasa." Diana alianza kupiga kelele zaidi,
macho yake yakigeuka kuwa mekundu. Kisha akaanza kusema kwa sauti isiyo yake, ikisikika kama ya watu wawili kwa wakati mmoja. Ni mama mkwe wangu. Ndio alinionyesha. Tulikuwa tunaenda usiku, tunakula nyama za watu. Naungua. Naungua. Samuel alishtuka, machozi yakimtiririka. Diana, umesemaje? Mama ndiye alikufundisha? Diana akatulia kidogo, kisha akaanza kutapika vitu vya ajabu. Mabaki ya nyama zilizooza, damu na harufu kali ikajaa ndani ya nyumba. Kisha akazimia pale pale sakafuni. Samuel alirudi nyuma kwa hofu, akitetemeka mikononi. Mungu wangu, kumbe haya yote ni kweli. Wakati huo huo, mlango wa chumba cha Mama Samuel ukafunguka kwa nguvu. Mama Samuel alitoka akiwa ameshikilia kikapu kidogo cha uchawi, ndani yake kukiwa na mizizi na mifupa midogo. Alikuwa anatetemeka akipiga kelele, naungua! Naungua! Achia moto huu! Achia moto huu! Mchungaji alinyanyua Biblia tena na kusema kwa mamlaka, kila nguvu ya shetani inayoshikilia familia hii inapaswa kuanguka sasa katika jina la Yesu Kristo. Mara moto ulioonekana wa kiroho ukazunguka lile kikapu, na Mama Samuel akaanguka chini akilia kwa uchungu. Samuel alimkimbilia akilia, mama, tubu, muombe Mungu msamaha. Mchungaji aliendelea kuomba bila kukoma. Baada ya dakika chache hali ikatulia taratibu. Mama Samuel alianguka akilia, akisema kwa sauti ya toba, Mungu nisaidie, nimekosea. Nimepotea gizani miaka mingi. Nimeharibu familia yangu. Diana naye alipoamka, alikuwa dhaifu, lakini sauti yake ilitoka kwa upole na machozi. Mchungaji, naomba msamaha. Nilipotea nikaingia gizani, lakini sasa nataka kumrudia Mungu. Mchungaji alinyanyua mikono yao wote wawili, mama mkwe na Diana, akasema kwa upole, Mungu wetu ni wa rehema. Ameleta nuru leo hapa. Leo ni mwanzo mpya. Walikaa pale sakafuni wakilia kwa toba, wakimuomba Mungu awasamehe. Mchungaji na Samuel walichukua kile kikapu cha uchawi na kukiteketeza moto nje ya nyumba, wakihesabu kuwa ule ulikuwa mwisho wa giza katika familia hiyo. Kuanzia siku hiyo, Mama Samuel na Diana walibadilika kabisa. Walihudhuria maombi kila siku, walijitenga na mambo yote ya giza kujaza maombi haya, na walimrudia Mungu kwa moyo wa kweli. Kila Ijumaa na Jumapili walionekana kanisani, wakiimba kwa shangwe, machozi ya furaha yakitiririka. Samuel, akishika mikono yao wawili, alisema kwa sauti ya shukrani, nyumba hii sasa imerejeshwa kwa Mungu. Na kweli, tangu siku hiyo, amani ilirudi nyumbani kwao. Hakukuwa tena na vicheko vya giza, bali nyimbo za sifa zilijaza anga la familia hiyo, ambayo Mungu mwenyewe aliinua kutoka gizani hadi kwenye nuru ya kweli. Hadithi hii inafikia tamati yake kwa ushindi wa nuru juu ya giza, imani juu ya hila za shetani, na toba juu ya uovu. Baada ya mapambano marefu ya kiroho, sala za mchungaji na Samuel ziliivunja minyororo ya uchawi iliyokuwa imeifunga familia yao kwa muda mrefu. Mama Samuel na Diana, waliokuwa wamepotea kwenye ulimwengu wa giza, waliguswa na nguvu ya Mungu na kutubu kwa machozi. Walijifunza kuwa hakuna nguvu yoyote ya kichawi, hila au utajiri wa haraka unaoweza kushindana na rehema ya Mungu. Siku zile za usiku wa hofu, vilio na mateso zilipita. Nyumba iliyokuwa imejaa mizimu sasa ikawa nyumba ya maombi na sifa. Samuel alisimama tena kama kiongozi wa kiroho wa familia yake, na wote kwa pamoja wakaamua kumtumikia Mungu kwa moyo mmoja. Kila Ijumaa na Jumapili, mama mkwe na Diana walionekana kanisani, wakiimba kwa furaha na shukrani. Walisimama mbele ya waumini wakishuhudia jinsi walivyookolewa kutoka katika mikono ya giza. Mchungaji Michael alitabasamu kwa upole akisema, huu ni ushuhuda wa kwamba Yesu Kristo bado anaokoa. Kupitia simulizi hii, tunajifunza kuwa majaribu yapo kila mahali, na mara nyingi huja kupitia watu tunaowaamini zaidi. Lakini pia tunakumbushwa kuwa rehema ya Mungu haina mwisho. Hata waliopotea gizani wanaweza kuokolewa kama watarudi kwa moyo wa toba. Mwisho wa yote, familia ya Samuel ilijifunza maana halisi ya neno imani, mstari wa kusimama na Mungu hata giza linapozunguka, kwa sababu nuru yake daima hushinda. Kama umefurahia hadithi hii, usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe. Kwa kufanya hivyo, utakuwa sehemu ya familia yetu ya wapenzi wa simulizi. Utapokea hadithi mpya kila wiki, na pia utasaidia kuendeleza kazi hii ya kusisimua na kufundisha. Bofya kengele ya notification ili usikose sehemu mpya ya hadithi.
Usikose mapambano ya giza na nuru, mafumbo ya uchawi na matukio ya kusisimua ambayo bado yamejaa. Subscribe sasa na ujiunge nasi kwenye safari ya hadithi za kusisimua na kufundisha.